Habari za leo. Leo nataka tujikumbushe kitu kidogo. Nimekumbuka kipindi cha nyuma ilikuwa bibi harusi unamwona analia mpaka macho yanakuwa mekundu, lakini sasa hivi kuna kautofauti. Unakuta bibi harusi anatabasamu tokea saluni na nini, yani ukimkuta analia fuatilia kuna kitu gani, yani ni kama ni attention fulani hivyo najua. Lakini nikagundua kwamba yale maneno ambayo huwa yanatamkwa ukiyachukulia kwa uzito wake, kwamba kuna zile sentensi mchungaji anasoma kwamba labda fulani mwanaume anayeenda kukuoa anatarajia kutoka kwako faraja nyakati zote, sauti yako iwe kama mziki, uwe mshauri wake, alafu pia uwe ni wakili mwaminifu asiyeshindwa katika mahakama ya mbinguni. Kumbuka huko kuna neno lingine, unakaribia kufanya maamuzi magumu ambayo yatakugharimu. Hizo sentensi zimechangamka, kikaa kwa utulivu kafikiria. Yani lazima tuwe na attention fulani, lakini sasa hivi sijui ni hatufikirii sana hayo maneno, tunakimbizana na vitu vingine, ila wenzetu nafikiria kilichokuwa kinafanya walie ni haya maneno ambayo anaambiwa, na alafu wakati anaambiwa yale maneno sio kwamba ili akitendewa mema, ila yale ndo amekaririshwa na unaitikia tu kirahisi, ndio niko tayari. Lakini kumbuka umejifunga, unatakiwa kutoa faraja, unatakiwa wewe ndio mshauri mwaminifu, unatakiwa wewe ndio uwe wakili mwaminifu asiyeshindwa katika mahakama ya mbinguni. My dear friend, ukisikiliza maneno unahisi akili inavuruga. Kwa hiyo sijui tufanyeje kwa wakati, ila nitaka tu tujikumbushe kwamba tunapoitikiaga tunaitikia maneno mazito sana ambayo yanatugharimu kweli, yanahitaji attention yetu na kila kitu. Bye.